Hello my fans. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naitwa Pastor Lamek Musungu. Yesu amekuwa mwaminifu katika maisha yangu. Amenipa kibali na amenipa neema ya kuwa hai masaa haya. Naamini kama si neema ya Mungu singalikuwa mahali hapa leo hii. Kuna mambo nimekuwa nikiangalia kiendelea katika mtandao kuhusu familia ya Pastor J, mtumishi wa Mungu, na Senior Dev. Nimekuwa nikiangalia mambo ambayo wanayapitia, ikamwambia Mungu wangu sitakaa nikimie nikiona mambo kama haya yakiendelea. Sitakimia mimi ni mtumishi wa Mungu, lazima nitainuka nililie Mungu kwa ajili ya maisha yao. Ndipo leo hii nikawa mahali hapa kwenye maombi. Nimekuwa mahali hapa nikimtafuta Mungu kwenye mlima, nikimuita Mungu, nikiomba kwa ajili ya familia ya Pastor J na Senior Dev. Na katika maombi kuna mambo mengi ambayo Bwana ameweza kutunenea, kutukumbusha. Ni kwa ajili ya familia hizi mbili. Number one, kuna mambo ambayo wanadili nayo ni familia. Hao waganga ambao wanadili nayo ni familia. Wakuu wao ni wale tu, si kwamba wako tofauti. Wale walio katika Senior Dev wanaomhangaisha Mafi Ngumu na Pastor J na Imbichi. Hao watu wako in common. Si kwamba kila mtu, ni watu wako common, wana submit nguvu zao kwa one man. So niko na ujumbe mahali hapa kwa ajili ya hizi familia mbili. Number one, nitaanza na Pastor J. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Kuna mambo mengi ambayo Mungu anamnenea, kuna mambo mengi ambayo Mungu anampatia mwelekeo. Licha ya changamoto ambazo zinatokea, changamoto zinamkumba, anachoka, anaamua kukata tamaa. Kile ikiwa katika maombi, Bwana akawa ananiambia ya kwamba asikate tamaa. Mtu wa Mungu, nataka unisikie, yeyote ambaye ataipata video hii, ikiwezekana unaweza ukawafikia, ukawapa ujumbe huu, na Mungu wa neema atakutenda mema wewe, atakutenda mema maisha ya kwako. Asikate tamaa, maana kuna mambo ambayo Bwana anamuandalia. Kuna mambo ambayo Bwana anamuandalia. Asikate tamaa, bali aisikie sauti ya Mungu. Bwana alikuwa amenena na yeye, amemwashoya kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Na hakuna siku ambayo Mungu anabadilisha mawazo yake. Hakuna siku Mungu hubadilisha mawazo yake. Mawazo ya Mungu itabaki yale yale tu, hayabadiliki. Anatuwazia mawazo mema. So asifike mahali akaona ya kwamba ni kama Mungu amemsahau. Mungu hajamsahau. Ni yeye tu kuisikia sauti ya Mungu. Mungu alinena watumishi wake wamletee ujumbe, lakini ikawa ngumu kuupokea ujumbe ule. Na ikawa ngumu kupokea ujumbe ambao Bwana alikuwa anazungumza kwa ajili ya maisha yake. Hasa Bwana anamwambia ya kwamba asikate tamaa. Kuna mambo Mungu ameandaa. Kila ambacho Mungu ameweka ndani mwake, asikate tamaa. Kuna watu wanamhitaji. Kuna watu ambao Bwana anataka wafikie, ili ya kwamba waweze kuokolewa. Abadilishe familia za watu, atangaze injili. Kuna watoto ambao Bwana anaendelea kumletea, ili ya kwamba he must take care of them. Kukula, kuishi, mavazi, Mungu ameashua ya kwamba mwenyewe atasababisha muujiza kwa ajili ya maisha yake. Asikate tamaa. Moyo wake umechoka. Amekata mengi katika moyo wake. Lakini Roho wa Bwana anasema ya kwamba asikate tamaa. Kuna jambo ambalo Bwana anaenda kutenda. Na hili jambo si ya kwamba ni jambo litakaa muda, lakini ni jambo ambalo Bwana ananena ya kwamba anaenda kulitenda. Na wengi watashangaa mno
lile ambalo Bwana anaenda kulitenda, maana ni jambo ambalo litashitua na hata maadui, hata wasaliti. Unajua most of time watu wanasema ya kwamba kuna msaliti, kuna wasaliti walio kinyume chake. Si msaliti, kuna wasaliti walio kinyume chake. Na Mungu alishanena, na tena Mungu anaendelea kuwafunua ni akina nani. So ni yeye kusimama katika pengo, amtafute Mungu, amtumainie Mungu, asichoke, aenda mtafute Mungu. Mungu anene na yeye. Si ya kwamba Mungu kunena na yeye lazima atumie mtu fulani ndio yeye apate ujumbe. Hapana, Mungu anazungumza na yeye. Watu wanaweza kudisappoint, watu wanakeuka, after kuona ya kwamba wameinuliwa, wamefaulu, watakukeuka, lakini Mungu atabaki kuwa mwaminifu. So ni vema usikie sauti ya Mungu, usisikie sauti ya mwanadamu, sikia sauti ya Mungu. Mungu anaongea, anataka utende lipi. Atatumia watu wengi, atatumia watumishi wake ili ya kwamba ujumbe ukufikie kama huu ambao unakufikia. Usikate tamaa. Kuna jambo ambalo Bwana anaenda kulitenda kwa ajili ya maisha yako. Hautalia tena. Kulia kwako hili ndio la mwisho, maybe kulia, lakini kuna mambo yanaenda kutendeka ambao utashangilia. Senior Dave, sitakuacha nyuma. Sitakuacha nyuma. Kuna mambo Mungu amezungumza kwa ajili yako. Ni kweli unatamani kumtumikia Mungu? Ni kweli unatamani kutenda mambo makubwa yafanyike? Lakini je, waisikie sauti ya Mungu? Giza na mwanga haviambatani. Haviwezi vikaishi katika nyumba moja, sehemu moja. Hapana. Mbona unachanganya Mungu? Mbona umechukua vyombo vya Mungu na vyombo vya ulimwengu umeweka pamoja? Ndilo jambo ambalo Mungu analinena. Angalia kwenye nyumba yako, visivyo vya Mungu viondoe. Angalia ndani ya moyo wako, visivyo vya Mungu viondoe. Mungu hapendi giza. Usiposikia ujumbe huu, you will walk in the circle. In the circle. Utakuwa unaanza hapa, unaona ndio unaenda kufika, tena unaanza upya. Unaenda kuona mwanga, tena unaanza upya. Mpaka the moment utatenganisha vya Mungu na vya shetani. Naamini unaelewa kile ambacho ninazungumza. Si ya kwamba uelewi. Naamini unaelewa kile ambacho nakizungumza. Wawili hawezi wakatembea pamoja pasipokuwa na maelewano. Lazima wawe na maelewano ndio watafika sehemu ambao wanaenda, ndipo watatembea mahali pamoja. Lakini Mungu utachanganya vya Mungu na vya ulimwengu, utaumiza watumishi wa Mungu. Elvis, utachoka, utaandamwa, utapigwa. Lakini kuna vitu vimejificha, kuna vitu vimefichwa vinavyosababisha mnapiga pande hii, kuna lipuka pande hii. Mkisimisha pande hii, kuna waka pande hii. Mpaka the moment utaambia senior aondoe visivyo vya Mungu, aondoe visivyo vya Mungu, asalie na vya Mungu. Our body is the temple of God. Mwili wetu ni hekalu la Mungu. It's the temple of God. Let it be holy. Let it be holy. Wakati takapokuwa holy, moyo kuwe holy, mawazo kuwe holy, Roho wa Mungu atashuka juu yake, atanena juu yake. Ndipo atainuka, akuwe na jambo la kunena, lakini watu wasiweze kumsikia kwamba anaongea nini. He must suffice. Wa Mungu wanatembea katika mwanga, hawatembei kwenye giza. Si ya kwamba ninasema ya kwamba ni mchafu ama mwili wake ni mchafu.
ama anatembea kwa waganga ama kwa wachawi. Walio wa Mungu watanielewa kile ninazungumza. Walio wa Mungu wataelewa ufunuo huu ambao Bwana anazungumza kwa ajili ya maisha yake. Aondoe vyombo ambavyo si vya Mungu kwenye nyumba yake, kwenye maisha yake. Ndipo Mungu atazungumza na yeye na mengi anaenda kuyashinda. Natamani sana yeyote ambaye ataisikia video hii, ikiwezekana wasikie ujumbe huu na tuungane katika hali ya imani, na kisha kuna jambo Mungu atalitenda. Nataka niombe, nimekuwa hapa nikiwaombea, nataka niombe hapa, na pia nataka niombe kwa ajili ya wanaonisikiliza, wanaonitazama. Nataka niombe pia kwa ajili ya mafansi wangu, ili ya kwamba Bwana asiwapite, Bwana watende mema, maana ni Mungu mwaminifu. Hakuna jambo linaweza likamshinda Mungu. Hakuna jambo linaweza likamshinda yeye. Akisema ndio, amesema. Akisema la, amesema. Maisha yako yamefungwa, yafunguliwe katika jina la Yesu. Na kila maagano kinyume cha maisha yako iweze kuondoka by the power and by the fire of the Holy Spirit. No power shall come against you. Baba, katika jina la Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai, Mfalme wa wafalme, nataka niombe kwa ajili ya watumishi wako Senior Dave na mtumishi wako Pastor J. Baba, wanayapitia mambo mangumu katika maisha yao. Wamekuwa msaada katika familia, na shetani ameinuka kinyume chao. Ndipo Bwana, masaa haya ninawaombea. Ninaomba kibali kwa ajili ya maisha yao. Ninaomba neema kwa ajili ya maisha yao. Kila madhabahu ya giza, madhabahu ya kishetani, madhabahu ya mafingumu na maagano yake na misingi yake na mapepo yake, maimbishi na misingi yake, tunaikamata katika jina la Yesu. Ninakamata roho zao na misingi yao in the name of Jesus. Ninakatakata kila mishale, ninakatakata kila madhabahu, ninakatakata kila njia yao, ninakatakata kila mishale yao in the name of Jesus Christ. No power shall attack them now. Lord, reveal kilichofichika. Angalia Bwana, watoto wako wanateseka. Ibrahim anateseka, Charles ameteseka kwa sababu ya waganga na wachawi. Masaa haya Bwana, ninakamata mawazo ya waganga na wachawi, mavingumu na mapepo yako na waganga wako. Ninakushika akili masaa haya. Unachileta mwenyewe na wale ambao umewachukua, utawaleta mwenyewe katika jina la Yesu. Mtumishi wa Mungu watangangana tena, bali neema ya Bwana inakufuta mahali ulipo. Neema ya Jehova inakufuta mahali uliko. Nikilaani mipango yako na misingi yako katika jina la Yesu Kristo. Roho wa Bwana tawala, pigania watumishi wako, usiwawache Bwana. Neema ya Bwana iwe juu yao, ushindi wa Bwana uwe juu yao. Utakapowapa ushindi, tutakuinua tukisema wewe ni Mungu, uinuliwe na utukukwe. In the name of Jesus, amen. Shalom, shalom. Make sure Bwana amekuwezesha makubwa kwa ajili ya maisha yako. Bwana amekuwezesha neema kwa ajili ya familia yako. Bwana amekuwezesha neema kwa ajili ya kazi ya mikono yako.